pale giza likatanda. Yaani kaa kupatwa kwa jua. Ina maana hii ni mpaka kama nguvu ya giza, kwa sababu hata miungu wenyewe hawakupendezwa na hili. Kwa mambo ina maana habari mzee mkubwa mishie pale. Binti alikuwa anashuhudia. Akataka kujaribu mama. Kosa. Linzi wote wakala kisu. Mbavu. Piga panga mbaya. Hello. Wajejeje wenyewe wanatazama tu. Hao walishaambiwa wata bow down. Yaani lazima watasujudu. They all die. Unapiga magoti na kusujudu ama ufe. Ni mpango wa mzee mkubwa. Sasa wanamsubiri Queen Mother. Ada 80. Wote wali bow down. Ina maana walifuata sheria ya Queen Mother pia. Kwa mambo na hakuna mwenye kuthubutu kusema nasimama dhidi ya mtu huyu. Binti kwa sababu alikuwa ni mtoto mdogo, yeye akuwaza atajua mwenyewe maskini ya Mungu na zawadi yake, ndoka princess yake. Babake alikuwa ni mtawala wa dini kwa miaka hiyo. Lakini sasa amekuja mtu mwenye roho mbaya. Shaukan ni mtu mwenye roho mbaya sana. Umwambie kitu wote. Basi bwana, ni utangulizi wa kitu ambacho nafikiri unakifahamu vyema, wala si haja ya kwanza kukuambia sana. Lakini binti alikuwa kumtazama Mdifingi. Habari yake ni marehemu. Haiko tena. Alichotoka nacho pale ni kakitambaa kadogo, kamba kadogo tu. Au sio? Maskini ya Mungu. Babako huyo hapa ni ongea mara mbili, hawazi, asikilizi, wala juu ni nani. Your father shouldn't have brought you here. Hamna makosa babako ni kukuleta hapa. Asingelitakiwa kukuleta hapa kabisa. Binti akatumia kale kakitambaa au kakamba kadogo ambacho alikuwa nacho babake, kafungia nywele. You are my daughter now. Aumbe kitana kuanzia sasa ni binti yangu. Kwa hiyo mna wasiwasi? Ziwaita Moto Combat babu. Sina wasiwasi, sauti ya Captain mzee wa anga. Azidi kusababisha msala tu baba. Tuna muda wa kupoteza. Basi hatimaye miaka sasa imekwenda. Kuna binti tunamuita Kitana. Yuko na generali. Na maana hii ni kama kumbukumbu ya sehemu ya kwanza haina noma mzee. Ndio hivyo sasa utafanyaje? Binti kakua. Kwenye pambano waga si mzembe. Hapo. Utamwambia nini wewe? Utakupeleka kuzimu. Huyo mama anacheza hiyo baba yangu, sio mchezo. Ora. Aya, akaona ngoja sio tabu. Tuzao. Kapoteza zana zote. Sasa atafanya nini? Yield. Mpuzi kweli. Huna cha kujizuia nacho sasa. Yaani huna chochote cha kujizuia nacho. Sogea kushoto, hamna. Yaani hataki kushika zana. Kosa kubwa ni kwamba ulishia kunifundisha kitu. Basi. Sasa ngoja. Binti akavuta hiyo kamba baba. Uko serious? You're the one who taught me. Arembe wewe ndio ulinifundisha kwamba kila kitu ni zana. Basi sio kesi. Hapo yuko na stiki kubwa. Alimpiga kuduma pera juu wewe. Kwa hiyo sasa na wewe utakuwa na zana kweli wewe. Puzi kweli. Basi bwana, ilikuwa ni tizi. Hadi mazoezi majira fulani asubuhi. Sasa baadaye kazama bandani. Kama vile wanakatazwa kutoka, kwa wanajificha ficha sana. Vipi? Nothing. Kwa nini unataka kukifanya? Ambia mna kitu. Vipi kuhusiana habari ya Jed? It was 20 years ago. Ni miaka 20 sasa. Toka tawala hii imeanguka katika mikono ya watu wabaya. Mimi nimekuwa bodyguard wako. Ambia Shokan. Amechukua kila kitu kutoka kwako. So cruel to me, no. Lakini ukatili ule sio sababu ya mimi kuhangaika. He did me like family. Na umenitreat mimi kama ndugu yako, dada. You are my sister. Anasema ni dada, ndio. The way that matters. Kwa sababu kila kitu kiko kwenye nafasi hiyo. Kwa hiyo ni dada yangu. I got you something. Lakini kiko kitu ambacho nimekununulia au nimekuwa nacho. Katika pambano utakuwa nacho hichi. I was told that a proper princess is supposed to sit around on pillows. Anasema nilijiwaga labda huenda binti mfalme anatakiwa kuaga tu amekaa ametulia. Exactly. Lakini si jinsi ambavyo nilivyowaza mimi na si jinsi ambavyo wewe ulivyo. Na binti hapendi Mungu. Basi huu ni ulimwengu ambao una challenge kwa sasa. Miungu wameamua kwa mara ya kwanza kutoka kuna round ya mwanzo. Moto Combat iko mbele yetu. Kwa sababu tutakuwapo na kapambano kadogo tu ambacho tunatakiwa sisi wenyewe tukafuatilie.
Basi tuachana na hizi habari, tunakuja katika ulimwengu wa wanadamu, ulimwengu wa TikTok.